Mwebrania. Na yule mama alikuwa mwenye tamaa. Hilo ndio likawa jaribu la Yusufu. Uzuri wa Yusufu ukawa jaribu lake. Mwangalie jirani yako. Mwambie tumefika kwenye chorus. Ndio chorus. Ndio chorus inarudiwa. Chorus ina yaani utaimba wewe beti, lakini kwenye chorus lazima yaani tukinaitwa kiitikio lazima urudie. Bwana asifiwe sana. Sasa uzuri wa Yusufu ukawa jaribu kubwa kwa mke wa Potifa mwenye tamaa. Angalia jirani yako usoni, mwambie uzuri wako ni jaribu lako. Mwanangu, ngoja nimfundishe jambo lingine. Unataka nikufundishe? Sababu leo naenda taratibu. Mwanangu, kila unapokuja kanisani, piga magoti, mwambie Mungu nisamehe kwa uzuri ulionipa. Kwa sababu kuna watu kupitia uzuri wako wanatenda dhambi ya kwenda jehanamu kwa kukutamani. Amina. Yaani wanatenda dhambi na wewe ila kwa kukuangalia tu. Uonesha kutamani, tayari wanaandikiwa jehanamu ya moto. Sio, umenielewa vizuri? Maana Biblia inasema sio tu kuzini. Yesu anasema atakaye mwangalia mwanamke kwa kumtamani ameisha zini naye nafsi. Yaani Yesu akasema manati yao mshabaha yao. Mimi sisubiri mtu afumaniwe. Sisubiri mtu akavue nguo. Yaani kwenye tamaa yake ndio nimemfumania. Huyu ni mzizi. Kwa hiyo mwanangu, unapokuwa umeumbwa ukajiona kwenye kioo, ukajua wewe ni mzuri, ujue omba sana uzuri wako utawapeleka wengi motoni. Ukishajitambua wewe ni mzuri, ujue unatembea na matatizo ya watu. Naweza usinielewe leo, lakini utanielewa siku nyingine ambayo pengine nikawa siku mbele yako. Amen. Wewe jaribu kujiuliza, dada amezaliwa na baba yake na mama yake ambaye hatumjui, lakini anapita kwa vijana watu wamekaa barabarani au kwenye vijiwe. Akipita dada, watu wameumbwa sura nzuri, umbo zuri, yaani hata kama walikuwa anamwambia wakala niingizie shilingi 5,000, nafikiri niingizie 5,000 kwa nani, wakala anasema 5,000, kumbe 5,000 aliongelea kwa mtazamo wa kutamani sura ya dada yote. Kasahau inatakiwa ingie 5,000, wakala aingizi anasema 5,000, alafu amwangalie wakala sasa. Alafu dada hajui kama anaangaliwa. Kuna mtu anatenda dhambi tayari, kuna mtu anaenda jehanamu, ila yeye hajui kama kuna mtu anaenda jehanamu. Kwa hiyo unatakiwa uwe mtu wa toba wakati wote, mwambie Bwana, sura yangu isiwapeleke watu motoni, umbo langu lisiwapeleke watu motoni. Kila anayenitazama kwa kunitamani, ondoa hiyo roho. Sasa hivi mtu atakaye nitazama mimi ajikute anamuona Bwana, ajikute wokovu unamwingia, ajikute roho ya msiba inamwingia, roho ya nguvu inamwingia, roho ya mabadiliko inamwingia, roho ya sijui kama umenielewa. Kama mtu anaweza akakuona akakutamani akawaza kwa habari ya dhambi, inawezekana akakuona alafu akaona kabisa huyu dada ameokoka, anakusimamisha zamani, dada umeokoka. Yeye anajikuta kwa mbali alipokuwa anakuona, alikuwa anakutazama, anaona huyu dada amekuwa mke wangu. Kadiri unavyosogea anajikuta ni Yesu ndiye anayesogea. Hapo huyu dada ni mtu aliyeokoka. Ninatamani kuokoka, nije nipate mwanamke kama huyu. Dada samani, umeokoka wewe? Na umeokoka. Unasali kanisani, hata mimi nahitaji kuokoka na kubatizwa. Yaani hali yako iwalete watu kwa Yesu. Hali yako isiwapeleke watu jehanamu. Hali yako isiwapeleke watu kwenye kutenda dhambi. Sura yako iwapeleke watu mbinguni, kama vile ambavyo watu walikuwa wakimtazama Yesu. Anaacha jembe alilokuwa analima, anamfuata Yesu. Alikuwa mtoni anafua nguo, akiona msafara wa Yesu, akibahatika kuiona sura ya Yesu, anaacha na kufua nguo, anamfuata. Ndivyo inavyotakiwa. Bwana akuvishe upako huo katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Bwana akamwambia Isaya, inuka maana nuru yako imekuja, kwa damu ya Yesu
Yesu, nuru ya Bwana iwe juu yako. Nuru ya Bwana iwe na wewe. Nuru ya Bwana iwe vazi la maisha yako. Kila kutazamaye wewe mtazame Bwana. Sema amen. Kila ambaye akikutazama asikutazame kwa dhambi. Yaani akutazame kwa kumuona Bwana. Unajua mimi na uoga na muomba Mungu kila siku, naambia Bwana, naomba unifanye niwe wewe. Sio mwenyewe vizuri. Huwa nasema nifanye niwe, yaani mimi hivi unifanye niwe wewe. Kila mtu anayesikia sauti yangu au anakusikia wewe. Yaani sauti yangu iwe wewe. Sura yangu iwe wewe. Hali yangu na uwepo wangu uwe wewe. Yaani mahali ninapotembea mtu yaani akiniona tu anajikuta anapiga magoti mwenyewe, anasema naomba unisaidie Baba, nina matatizo, nahitaji. Namwambia Bwana yuko hapa, atakusaidia. Yaani sura yako ikiwa ya Kristo, hakika tutawapeleka wengi mbinguni. Lakini sura zetu zina dhambi na matamanio ya dhambi. Ndio maana kila anayekuona anakutamani kwa habari ya dhambi, anakusemesha kwa habari ya dhambi, sio anakusemesha kwa habari ya Mungu. Kisha ona hiyo umeshakula sana. Yaani kati ya mtu aliyeumbwa na Mungu, mwenye nguvu za Mungu, hataki kutazamwa kwa dhambi, hataki kutazamwa kwa kulelewa maneno ya dhambi. Yaani kama mtu akikutazama, yaani akikuangalia tu, amen, anasema yaani mimi katika kitu ambacho mimi huwa namshuhudia Mungu sana. Amen. Mimi hata ni yaani nashukuru sana. Yaani hii nitakuwa nashuhudia mimi mpaka uzeeni. Bwana asifiwe sana. Hapo mpaka nikizeeka nitakuwa nashuhudia ushuhuda huu. Yaani mimi huaga hata nikivaa, yaani unaona hivi, napenda yaani nikiwa nyumbani huaga sipendelee kuvaa suti. Yaani suti hata ukija madhabahuni kwako. Amen. Yaani hivi nimekuja huku ndio navaa hizi suti. Yaani suti nikiwa nyumbani huwa naweka kwenye begi. Yaani mwaka ukikuta madhabahuni kwangu mimi nimevaa t-shirt na suruali. Wakati mwingine niko kawaida kabisa. Amen. Kwa sababu niko nyumbani kwangu, huwezi kunipangia mavazi. Ila huko lazima nije nimevaa kwa mama. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo lakini naweza kuwa wakati mwingine hata niko na safari za jirani, sivai suti. Lakini kitu cha ajabu ni kwamba mimi nafikaga, yaani mtu yoyote ninayekutana naye, yaani unakuta hata kama nimesimama na mtu hivi, simjui, niko maeneo mengine, lakini nasikia na wewe mchungaji vipi bwana? Unafanya nini hapa? Simjui, alafu namuuliza unanifahamu? Sasa sikujui, lakini wewe bora ni mchungaji tunavyoonekana, lakini nimevaa tu sipo kawaida. Amen. Unajua Petro walipomtazama tu walimwambia huyu ni yeye yule mwanafunzi wake. Mbona kutembea, hebu muangalie. Akasema acheni bwana, amalizeni. Alijitahidi labda atembee kimatege, akasema ni yeye mwenyewe, ni huyu. Akaona hapa sasa nimeshakamata. Sasa Bwana asifiwe sana. Ukiwa na neema ya Mungu iko juu yako. Sasa yaani hata kama umelala na mume wako hapo alikuwa anachukia maombi unaomba, yaani kuna siku akilala anaisikia sauti ya maombi yako inaomba kwenye ndoto, alafu anaona ni Mungu ndiye anaongea, anaomba na Mungu, alafu kwenye ndoto sasa anakuona sio anapokuona hivi, yaani anakuona kwenye ndoto ni mtu ambaye yaani umevaa mavazi meupe na uko kama malaika wa mbinguni. Akiamka hivi anaona tena Mungu anamfanya anakuona wakati uko kwenye mambo magumu, pesa hana, siku ambayo pesa hana ndio Mungu anamtokezea, anakuona unamuombea, umevaa mavazi ya utukufu, akiamka anaenda kufanikiwa pesa. Utasikia siku mke wangu, hebu endelea kuniombea. Unasema hapa pamekolea, na wewe unaendelea kukanyagia. Sema amen. Na wewe unaendelea kukanyagia, alafu unachukua na sadaka unakuna mletee, unashika ya kushoto ya kwako, ya kulia ya kwake. Kinachowachelewesha waume zenu wasikombolewe, mna uchoyo wa binafsi. Wewe unatoa sadaka yako peke yako, mume wako kwa nini usitolee? Mtolee. Beba sadaka, unasema hii sadaka ya mume wangu, hii hapa. Unakuja na mikono yako, tena saa ya kutoa sadaka unashika, unakuja Mungu mikono yote.
unasema Bwana, kumbuka mume wangu anaitwa Shile. Ngoja niseme hivyo. Akanisikia, akasema wanatusema kanisani. Bwana asifiwe sana. Unachukua unaenda unaweka ya kwanza, unaweka na ya pili.